naitwa Victoria Paul na nimetokea, yani mimi ni mzaliwa wa Dodoma, but now nipo hapa Dar es Salaam kwa shughuli za kijamii. Victoria kwenye upande wa sanaa, Victoria ni mwigizaji ambaye ni mimi mwenyewe. Mimi ninaigiza, ni mwanasanaa uigizaji. Kitu kikubwa ambacho kimenishawishi mimi kuingia kwenye sanaa ya uigizaji ni kuona waigizaji wenzangu vile wanavyo act. Kiukweli ni kwamba wana act kitu ambacho kipo kwenye asilia, kwenye jamii yetu. Kwa hiyo nimevutiwa nao sana. Nimejikuta na mimi nimeshikwa na roho ya kupenda kuigiza mno. Yeah. Nakumbuka kwenye zile mambo za shuleni, kuna zile taasisi ambazo zilikuwa zinakuja kututembelea. Sasa unakuta mwalimu anabunibuni tu fulani nenda kaigize. Kwa hiyo nilipata nafasi ya kuigiza kwa ajili ya kuelimisha kuhusu taasisi fulani. Sasa nilipata comment kule. Katika hizo comment jamani, zilinifanya nijisikie na mimi ninafaa kuigiza. Katika comment za watu zilinitia moyo nipende kuigiza zaidi ya pale, cause nilisifia. Sio kujua mtu akishasifiwa bwana anajikuta Kwa hiyo nikawa nachukulia mazoezi sometimes mwenyewe, nikiwa mwenyewe peke yangu nini, au nikiwa na wenzangu. Sasa inatokea zile mambo, unatokea tu mtu anakuambia jamani, naomba twende sehemu fulani, nataka tukajaribu kuigiza. Yaani hivi vitu nilishavianza, but sikuwa na focus navyo sana, ila kwa sasa niko ndani ya sanaa. Kuna msichana mmoja anaitwa Sandra, but kwa jina lake lenyewe halisia silifahamu, ila nafahamu Sandra kupitia movie ya Love Me Again. Yeah. Na mwingine wa kiume ninayemkubali na anayenifanya mimi niendelee kupata moyo katika sanaa ni RK. Inaitwa Siri ya Huba. Yule kaka kiukweli mule ndani kuna yale matukio ambayo alikuwa anaigiza. Yaani tayari yupo katika sehemu ya sanaa, lakini pia anaambiwa act, fanya kitu fulani. Yaani anajiforce japokuwa alikuwa hataki, lakini unakuta ni anakifanya kile kitu. Yaani kwa mfano mtu anakuambia, wewe dadangu anakuja hapa, fanya kama wewe ni shemeji yake. Yaani tuwe katika mahusiano. Hasa yeye na kila kipande anakicheza vizuri. Jamani, yule kaka ananikosha sana kwenye hizo sehemu zake. Kwa mfano nimekutana naye kama leo, kiukweli cha kwanza kabisa nitamuomba kuwa niigize naye hata movie moja tu, tutoe kitu yani. Oh my God, no. Mimi nipo kwenye mahusiano tayari. Lakini nitakuwa kama rafiki yake na tutafanya kazi. Wow. Na ni kwa nini usikae? Unakaa. Mimi ndio mjasiriamali mdogo. Nimeajiriwa pia. Yeah. Kiukweli mimi binafsi natamani kujulikana, natamani kuwa mtu mkubwa. Yaani ndani na nje pia. Sehemu zote, yani kwenye dunia nzima natamani kujulikana sana. Na napenda nitoe elimu ambayo yani katika hichi kitu ambacho ninakifanya kwa kila mtu. Yaani sio mkubwa, sio mtoto, sio kijana, sio mzee. Kila mtu afaidike na kile kitu ambacho mimi ninakifanya. Kuigiza kwangu ni kwa ajili ya, kama nilivyosema, kwa ajili ya kutoa elimu. Kwenye swala la pesa, Mwenyezi Mungu ndo anayepanga. Pesa zipo, tunazipata pia na imani kupitia hiyo sanaa, lakini kikubwa kabisa ni kutoa elimu kwenye jamii. Sini ambayo mimi nina uwezo wa kuicheza vizuri
Sina sini ambayo ninaishindwa kwa kweli. Hakuna. Yaani mimi kila sini utakayonipa mimi ninaipiga. Hapana, kwa kweli siwezi kuacha sanaa kwa sababu ya pesa. Yaani hicho kitu hakiwezekani. Na ni kwa sababu kama nyumbani pia pesa zipo. Kwa siwezi kusema eti niache sanaa kwa sababu ya pesa, na pia hiyo sanaa ninayoifanya pia inanipatia pesa. Sasa niache pesa na kati pia niko naitafuta pesa kwa kuelimisha watu, haiwezi kutokea. Siwezi kuacha sanaa. Okay. Kwa mimi niseme kwa upande wa Matilda, kwanza kabisa Matilda kile alichokuwa anakifanya ni kazi. Na pia kama nilivyosema, ile kazi pia inaingiza hela. Kama inaingiza hela, alikuwa na uwezo wa kufanya mambo yake na kailisha familia yake vizuri bila kumtegemea mwanaume, kwa sababu kuna leo na kesho. Imetokea, hatusemei, atuombee kwa Mwenyezi Mungu, lakini imetokea pop, upande wa pili umedondoka. Je, atafanyaje? Ina maana kama ile kazi yake aliyokuwa anaifanya kama angeendeleza na ingezidi kumuongezea kipato zaidi, alikuwa na uwezo wa kuendelea nacho. Angemwacha mwanaume kama ni ametoka kwa ajili ya safari, angefanya issue zake, then mwanamke anaendelea kupiga kazi, kwa sababu hivi vitu vipo. Na ni sawa na mimi. Siwezi kusema eti mwanaume aniambie niache kazi kwa sababu yeye ana pesa, anaweza kunifanyia kila kitu. No, never. Japo kuna mapenzi lakini kuna uhuru pia. Okay, mashabiki zangu, kwanza ninawapenda sana. Ninashukuru sana kwa kunisapoti katika kazi zangu. Na pili, naahidi kwamba nitazidi kuwapa vitu ambavyo vitakuwa vinawafanya muelimike, mwe strong, yani msikate tamaa katika maisha. Vitawapa elimu nyingi sana, vitu vingi sana vitawapatia hapo. Sasa bado niko na nyinyi na imani mtaendelea kuniona.